Bwana wa mabwana, sijaona aliye kama wewe. Jina lako ni kuu sana, tena limetukuka. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameketi mahali hapa tayari kwa ajili ya kusikia neno lako. Ninakusihi kwa kadri ya wema na fadhili zako na mamlaka ile itendayo kazi ndani yetu, ukamjalie ufahamu na akili mpya, ili kile ambacho umeandaa kwa ajili yetu kikapate nafasi ya kuingia katika moyo wake na kikakae na kuzaa matunda, maana ni mbegu iwezayo kuzaa, tena ni mbegu isiyoharibika. Roho Mtakatifu, ninakusihi utawale mahali hapa sasa. Tawala akili zetu, tawala fahamu zetu, tawala hata mawazo. Chochote kile kilichoandaliwa kutoka kuzimu kwa ajili ya kutuzuia kusikia, kufunga fahamu, kuondoa na kuhamisha mawazo, ninakifuta katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, hila zote na mikakati ya kuzimu ninaifuta, haina nafasi. Bali Roho Mtakatifu tawala mahali hapa, ukaseme nasi kwa kadri ya mapenzi yako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, wote tuseme amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuna somo ambalo tulianza kujifunza tangu jana. Somo linaitwa uinjilisti. Jana nilikwambia somo hili nimeligawa katika sehemu kuu mbili. Somo hili la uinjilisti nimeligawa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni uinjilisti ni nini. Tuliangalia jana uinjilisti ni nini, na sehemu ya pili ni mahitaji ya uinjilisti. Na kwa haraka nataka nirudie kwa ajili ya wale ambao jana hawakuweza kufika kwenye mkesha, alafu nitaendelea. Uinjilisti jana tuliutafsiri katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza tulisema uinjilisti ni mchakato wa kupeleka ujumbe wa Injili kwa watu wasioamini ili waweze kuamini. Lakini pia tukasema ni mchakato wa kupeleka Injili kwa wale ambao tayari wamekwisha kuamini ili waendelee kujengwa na kutengenezwa wafae kwa ajili ya kazi ya Mungu. Pointi ya pili nilisema uinjilisti ni kutangaza waziwazi habari za Yesu Kristo. Na pointi ya tatu nilisema uinjilisti ni kueneza habari njema za wokovu. Pointi ya 4 nilisema uinjilisti ni mchakato endelevu wa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Tulisoma Injili ya Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19 na wa 20. Tukaona vile ambavyo tunatakiwa kwenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tukaona zile hatua ambazo tunaweza kuzifuata katika kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Nitakupa hizo hatua kwa haraka, alafu baadaye nitaendelea na sehemu ya somo inayofuata. Tulisema hivi, hatua ya kwanza ya kwenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi ni kwenda kutoka. Nilikwambia Biblia inaposema enendeni ulimwenguni mote mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Nilikupa tafsiri ya neno mataifa. Mataifa, tafsiri ya kwanza ni nchi zenye mipaka halali. Lakini nilikwambia mataifa ni watu wasio Wayahudi. Watu wasio Wayahudi wanaitwa watu wa mataifa. Sasa Biblia inaposema enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, ilikuwa inamaanisha kwamba mvuke mipaka. Mipaka ipo mingi. Kuna mipaka ya ukabila, kuna mipaka ya udini, kuna mipaka ya mila na desturi, kuna mipaka ya taifa na taifa. Kwa hiyo Biblia inaposema enendeni, kwa hiyo hatua ya kwanza ni kwenda na kuvuka mipaka. Kuvuka mipaka ya taifa, kuvuka mipaka ya kidini, kuvuka mipaka ya mila na desturi,
kuvuka mipaka yoyote ile ambayo inawezekana mtu amejiwekea ama aliwekewa na waliotangulia. Bwana asifiwe sana. Na tukaona mfano wa Yesu Kristo alipokutana na yule mwanamke katika kisima cha Yakobo. Alivuka mipaka kwa sababu Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawachangamani, lakini Yesu alivunja huo mpaka na akaamua kupeleka ujumbe wa Injili kwa yule mwanamke. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi tuliona ni kwenda kuvuka mipaka. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuwafanya kuwa wanafunzi. Na hatua ya tatu ni kuwabatiza. Tuliona jana ubatizo wa maji. Hatua ya nne ni kuwafundisha kuyashika yote ambayo Yesu alituamuru. Na nilikwambia huu mchakato wa kuwafanya wanafunzi mataifa kuwa wanafunzi ni mchakato endelevu. Kila mtu aliyefanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu ana wajibu wa kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Yaani mwanafunzi ukishafanyika mwanafunzi, wewe tayari ni mwinjilisti ambaye unatakiwa uanze kutangaza habari za Yesu. Hauna cha kusubiri maadamu umeshaonja uzuri wa Yesu. Huo uzuri wa Yesu unatakiwa kuwaambia na watu wengine. Imeandikwa, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Yaani yeyote yule unayekutana mbele yako anatakiwa apokee Injili, apokee ujumbe wa Injili. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nikakupa sifa za mwanafunzi mzuri. Nilikwambia mwanafunzi mzuri ni mwaminifu. Sifa ya kwanza. Mwanafunzi mzuri anapatikana darasani. Anahudhuria darasani, sio mtoro. Mwanafunzi mzuri anafundishika. Akifundishwa anashika na kuyatendea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukao tumeishia hapo kwa jana. Kwa hiyo tukao tumeangalia sehemu ya kwanza ya somo ambayo inatafsiri uinjilisti ni nini. Kwa hiyo kwa ujumla uinjilisti ni kitendo cha wewe kuwafikia wale ambao hawajamwamini Yesu na kuwapa habari njema za Yesu Kristo, ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anawafungua hata waliofungwa na vifungo vya giza, Yesu anawaponya hata wale waliologwa na wachawi, Yesu anaweza kukutoa kwenye vifungo na ukaachiliwa huru, ukawa mtu ambaye umeponywa, umeokolewa, umetengenezwa tayari kabisa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Semeni amen. Amina. Sasa nataka nihame hapo niende sehemu ya pili ya somo letu. Sehemu ya pili ya somo, mahitaji ya uinjilisti.